Hello there. Karibu tena kwenye kipindi kingine cha Fungua Neno. Hapa kwenye Fungua Neno tunafanya kitu simple sana. Tunakuja tu pamoja, tunafungua neno la Mungu, tunajifunza kutoka kwenye neno la Mungu sababu tunajua neno ni uzima. Neno hili ndio uzima. Zaburi anasemaje? Anasema neno lako limefanyika kuwa taa katika miguu yangu. Anasema kutoka kwenye kinywa cha Mungu kunatoka hekima na maarifa na uelewa. Hili ndio neno la Mungu. Hivyo basi chukua Biblia yako, tufungue neno, twende kwenye kitabu cha waraka wa Paulo kwenda kwa Philemon. Tuko tunaangalia mstari wa 11. Mstari wa 10 tulikuwa challenged kidogo. Paulo anamclaim Onesimus. Onesimus tunasema alikuwa ni mtumwa wa Philemon. Anamclaim Onesimus, anasema kwamba huyu Onesimus mimi nilikutana naye wakati niko kwenye ufungwa wangu. Alikuwa amefungwa kule Rumi. Tunafahamu kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 28 inamalizia, Luka anamalizia kuandika kwamba Paulo aliishia gerezani, lakini wakati yuko gerezani kuna watu wanakuja anawatangazia habari za Yesu Kristo. Hizi story za Luka ziko consistent na barua ya Paulo kwa Wafilipi ambako anawaambia kwamba hata wakati nipo kwenye pingu zangu, hizi pingu zangu zimefanyika kuwa ni neema juu ya neema kwa sababu injili inatangazwa. Tukawa challenged kidogo kwamba Paulo hasingizii kufungwa kwake kama sababu ya yeye kutokufanya ile kazi ambayo alikuwa ameitwa na Mungu kufanya ya kutangaza injili. Sijui ni sababu gani inakufanya wewe usiende kutangaza injili kwa mataifa. Sijui labda kisingizio chako kinaweza ikawa kama kile cha Musa, labda una kigugumizi, labda hauna maneno sahihi, au labda unaogopa hawatakuamini. Inawezekana labda pia inaweza ikawa tu ni kama kile kigezo cha sijui, inaweza ikawa labda ni kwamba na wewe uko gerezani, au labda ni kwamba watu waliokuzunguka wote ni Wakristo. Lakini ni challenge muhimu kujiuliza, hivi ni nini kinanizuia mimi kwenda kutangaza hii injili kwa watu, kwa majirani zangu wote, kwa wafanyakazi wenzangu na wafanyakazi wangu, kwa familia yangu, watoto, kwa majirani na watu wengine kama hivyo. Ni nini kinatuzuia kufanya? Tunajisikia aibu labda, Paulo anasema siionee aibu injili kwa sababu ni nguvu ya Mungu kwa wote wanaoamini, kwa Yahudi kwanza na kwa Wayunani. Hivi tujiulize mara mbili. Huyu Paulo anaiamini injili. Kama kweli umeiamini hiyo injili, kama kweli umezaliwa kwa mara ya pili, kama kweli umeona kabisa kwamba hii injili imefanyika kuwa ni nguvu ya Mungu kwa wale wote wanaoamini, kama kweli imekubadilisha, kama kweli unaiona ina manufaa ambayo wewe unayaamini, kwa nini usimpe hii zawadi mtu anayekuzunguka? Paulo anaendelea kusema kwenye mstari wa 11, who ni reference ya yule Onesimus, who formerly was useless to you but now is useful both to you and to me. Anasema huyu Onesimus wewe kwako alikuwa hana thamani, alikuwa useless kwako, hana thamani. Lakini sasa hivi amefanyika kuwa wa thamani kwako wewe na kwangu mimi. Utakumbuka kwenye ile episode ambayo imeisha tulisema Onesimus, jina lake Onesimus maana yake ni mwenye thamani, ambaye ni useful, mtu ambaye anaweza akatumika. Kuna thamani fulani, kuna value fulani. And then amesema hapa, niko anafanya play on words, Paulo anafanya sana yeye, anasema kwamba huyu mwana wangu useless, huyu mwana wangu Onesimus ambaye sasa hivi amefanyika kuwa useful. Kwamba alikuwa ni useless lakini sasa hivi amefanyika kuwa useful. Huyu mwana wangu useful ambaye was formerly useless and now is useful both to you and to me. Huyu ndio ambaye anaomba kwa niaba yake, anaendelea kumtambulisha Onesimus ni nani. Onesimus alikuwa ni tunaita a runaway slave. Alikuwa ni mtumwa ambaye alitoroka akakimbia kutoka kwenye nyumba ya Philemon. Inasemekana pia labda aliiba vitu, tutaona huko mbele. Paulo anasema maneno fulani ambayo yanaviashiria ya namna hiyo. Lakini alivyokimbia kwenye safari zake, somehow alifika labda huko Rumi, akakutana na Paulo gerezani, akazisikia habari za Yesu Kristo, akazaliwa kwa mara ya pili, akawa Mkristo. Sasa hivi Paulo anamwambia sasa, wewe inabidi urudi huko ambako uliharibu, kwa sababu huko unatakiwa uende ukaparekebishe. Kama kweli hawa watu wameisikia injili kupitia Epaphras, then hao ni watu ambao wewe ni familia yako.
walikuwa ni maadui, lakini sasa hivi inabidi wawe ni familia yako. Rudi, nenda kayajenge, na mimi nakupa hii barua, nenda kairejeshe kwa huyu mchungaji, huyu kiongozi wa kanisa Philemon, atakusikiliza. Na hicho mimi ni swali jingine ambayo inabidi tujiulize pia, kwamba huyu Onesimus alikuwa mtumwa, akaondoka, akatoroka huko kwa bwana wake. Sasa hivi Paulo anamwambia rudi, nenda kayajenge. Do you realize kwamba kumbe baada ya kuokoka maisha yetu au hali ya maisha yetu, mazingira yetu, historia zetu hazifutiki. Unajua, ndio tunakuwa viumbe vipya, ya zamani yameisha, yametoweka, mapya yamekuja. Anawaambia Paulo kwenye Wakorintho wa pili sura ya 5. Lakini unajua kwamba yale matokeo, vitu ambavyo tulivifanya, dhambi ambazo tulizifanya, uasi ambao tuliufanya, maadui ambao tulitengeneza, bado wapo bado wapo. Na hilo swali zuri la kwanza kujiuliza, hivi how do we relate to our past? Ile historia yetu tunarelateje nayo aje sasa hivi baada ya sisi kuokoka? Kwa sababu tunaweza tukajihisi sometimes kwamba sasa hivi nimeokoka, yale madeni yote ambayo nilikuwa nadaiwa basi hayapo tena. Kama ulikuwa unadaiwa na Mangi pesa fulani, hilo deni bado lipo, na una wajibu sasa hivi kama Mkristo kwenda kurekebisha, kwenda kuyajenga. Ndio unaweza usifanikiwe correct historia yako yote, lakini hauna budi kujaribu kurudi kuangalia maadui ambao labda ulitengeneza, kuangalia labda watu ambao kwenye uasi wako, kwenye dhambi zako, ulivyokuwa ni kipofu katika dhambi, ulivyokuwa umekufa kwenye dhambi, ni watu gani ambao uliwaathiri? Hao watu ni muhimu, kama inawezekana, kwenda kujenga nao amani, kwenda kutengeneza amani, kwenda kurekebisha. Kama unadaiwa, nenda kalipe. Kama ulikuwa labda umeharibu sehemu, umesababisha athari fulani, ni muhimu kwenda kuomba hata huo msamaha. Historia zetu zinaendelea kuwepo. Nilikuwa mtu fulani, sasa hivi ni mtu fulani. Paulo ana hii historia, alikuwa anatesa wale Wakristo kwenye enzi zake. Lakini baada ya hapo alifanyaje? Alirudi kwenda kujaribu kurekebisha. Aliwatangazia watu wote kwamba jamani, mimi nilikuwa sistahili, mimi nilikuwa ni chief of sinners, ni mtenda dhambi mkuu, lakini Yesu alikuja kwa ajili ya watu kama mimi, akanirekebisha, akanipa mwanzo mpya. Sina budi basi kwenda kuwatangazia hizi injili za Yesu Kristo, ili na wenyewe waweze kupokea hii neema ya wokovu. Kwa hiyo Christian, usifikirie kwamba baada ya wewe kuwa Mkristo basi ile past yako yote imefutika. Bado ipo. Na sasa hiyo past, Paulo anasema hapa, is now useful to me. Hiyo past needs to be useful to you. Hiyo past inakuwa ni ushuhuda. Inakuwa ni ushuhuda ambao unaweza kutumika kwa Mungu. Amen.